Alafu wewe, hebu usiniletee uchulo. Asa endelea kujiuliza kama sijakutia mibao sasa hivi. Kila siku mimi tu wakulia, nimemisi kucheka, kukaa roju, kuvumilia, omai nimechoka. Masikini moyo umezira, moyo wangu umetokwa majozi mwenzako. Nani mke wangu? Baba naona anapiga hapa. Wewe endelea tu, nakupokelea hapo. Halo binti yangu. Halo baba. Umeamkaje hapo nyumbani kwenu? Sawa baba, shikamoo. Baba. Binti yangu, kabla ya yote, je, huyo mumeo yupo hapo nyumbani? Hapana, hayupo. Safi sana kama ametoka. Sasa binti yangu, ujue umeniacha na huzuni sana. Umeniacha na simanzi kubwa sana. Kwa maana nilishazoea siwezi kulala bila kukupiga busu. Lakini jana nimejikunyata peke yangu binti yangu. Sasa nikuombe kitu. Kama mumeo hayupo, iba hata masaa mawili ili kwanza uje hapa nyumbani. Sasa naomba hizi shanga nilizokununulia, naomba binti yangu nikuvishe mimi mwenyewe. Nani wewe mzee? Wewe mzee? Kakata simu. Wewe. Ina maana hiki nilichokisikia ni masikio yangu yana matege au nimesikia kitu ambacho kinazungumzwa kweli? Kwa hiyo mke wangu, kumbe kuna muda unatoka hapa unaniambia unaenda kwa baba, kumbe unaenda kwa mwanaume mwenzangu? Jamani, kumbe nimeoa kwenye familia ya kishetani kiasi hiki. Uwi. Wewe. Kwa hiyo kumbe baba yako wewe unalala naye? Wewe sinakuuliza? Ye. Walusi, mbona unisikilize kwanza? Kwa hiyo ndio umeamua kuondoka, utaki mazungumzo? Utaniambia nini nikuelewe? Usinifanye mjinga na usinifanye kabisa mimi mtoto mdogo. Nimekuta chupi iliyotumika, utaniambiaje ni zawadi ile? Kukulisha na kulisha na kuvisha mwanaume na pikipiki nimekununulia mimi. Unanifanya kuli mambo kama hayo? Hapana, siwezi kabisa. Muyuli, wewe ndio kunifanyia kitu kama hichi? Na kuuliza, wewe ndio kunifanyia mimi kitu kama hichi? Bora wa uchafu wako huo ungeufanyia huko, sio kunioneshea mimi. Kwa hiyo nataka kuondoka. Nenda basi. Muyuli. Wewe mzee, hivi unajua kwamba sijawahi kufikiria kwamba wewe ni shetani kiasi hiki? Ina maana kwamba haya unayoyafanya wewe ulihisi yatabaki kuwa siri milele? Sasa nisikilize mzee wangu. Mimi nimeshagundua kila ambacho kinaendelea kati yako wewe na binti yako ambaye ni mke wangu mimi. Mzee wangu, hiki unachokifanya wewe, kama ulihisi kitakuwa siri milele, basi sasa hivi sio siri tena. Hebu subiri kwanza. Punguza temperature yako. Angalia unaongea na nani. Mimi ni baba yako mkwe. Unapaswa uongee kwa heshima na taazima. Marabuku. Mjusi. Yaani mwanamke wangu mimi anatoka nyumbani kwangu ananiaga kuja kwa baba yake, kumbe anakuja kwa mwanaume mwenzangu. Hivi wewe mzee, yani huoni hata aibu? Yaani huwazi kwamba jamii itakuchukuliaje? Sasa nisikilize mzee wangu. Baada ya kulijua hili, mimi sitolifumbia macho. Ni ujinga na upumbavu ambao mimi sitolifumbia macho. Na kama wapo watu wa design yako, bila sisi kufanya action, maana yake hamwezi kuelimika. Unavyoniona hapa, nikitoka hapa moja kwa moja mpaka BAKWATA, nienda nikawaeleze huu ujinga na upumbavu ambao umeufanya wewe mzee na binti yako. Halafu baada ya hapo sasa, wewe ndio utajua mbichi na mbivu. Wakati wewe unajipanga kwenda BAKWATA kuipambania ndoa yako,
na mimi najipanga kwenda polisi kutoa taarifa. Unataka uniingilie kinyume na maumbile babako mkwe? Yaani umle mwanangu unile na mimi? Wewe una adabu wewe? Na mimi mwanangu huwezi kumpangia maisha kuja kwangu. Mwanangu atakuja kwangu muda wote na saa yoyote. Wewe nani wewe? Mie? Nani sasa? Mie nimetaka kukula wewe? Ndiyo. Unataka mimi unile na mwanangu umle? Wewe una adabu kweli wewe? Sasa wewe mzee sikiliza. Usinitishie mimi na masuala ya polisi. Kwa sababu hata hili nikilifikisha huko polisi, maana yake wewe utakuwa upo kwenye hatia. Sasa wewe si unataka tuonyeshane ukenge? Unataka tuonyeshane umamba? Nenda polisi. Alafu na mimi nakuja huko polisi baada ya kutoka BAKWATA. Mwenda wazimu wewe. Mwenda wazimu babako. Tutaoneshana. Aibu utaona wewe. Marabuku mjusi mdogodogo pimbi mmoja. Pole sana Shadafa kwa haya anakukuta. Lakini mimi nilitamani nikushauri kitu. Mimi naona ni bora ungetumia busara kuliko kutunishiana misuli na huyu mzee. Kwa sababu haya mambo anayofanya huyu mzee yanahusisha sana imani za kishirikina. Pole sana Shadafa. Amina, naomba nisikilize nikuambie. Kwa haya yanayoendelea kwa huyu mzee, kusema kweli mimi siwezi kuyafumbia macho. Unachotakiwa kukijua, huyu mimi ni mwanamke wangu. Nimemuoa kwa mahari ambayo wao waliitaka. Tena katika binti ambaye nimetajua mahari ndefu, basi ni binti huyu. Hivi kweli yule binti yake mimi ni wa kumuoa kwa mahari ya shilingi milioni 5? Lakini nilitoa baada ya yule mzee kuniambia anataka milioni 5. Lakini leo nimetoa milioni 5, eti mke wangu mimi, huyo yeye tena ndo anamfanya mke wake. Hili swala mimi siwezi kulifumbia macho. Mimi niseme nashukuru tu kwa sababu umenifumbua macho na masikio kwamba huyu mtu kidogo ana imani za kishirikina. Na hapo nakubaliana na wewe kwa 100% kwamba kweli huyu mtu atakuwa anatumia imani za kishirikina, kwa sababu huu ujinga anaofanya hakuna binadamu wa kawaida anayeweza kufanya ujinga kama huu. Sasa mimi nikuambie kitu. Yeye si anatumia imani za kishirikina. Mimi mwenzako nina waganga wakali. Mimi nina waganga wataalamu wakali ambao naamini kabisa ushirikina wake hauwezi kufua dafu. Unaniona mimi? Usinione natembea hivi hivi. Hapa mwenzako unavyoniona mimi nina chale hizi 2 huko Makalioni. Kwa hiyo nina kinga zote ambazo mimi naamini yule mjinga hawezi kunigusa. Achana na hizo chale. Sasa ngoja nikuambie. Unakiona chuma hiki? Yule si nataka kuja kishirikina, basi mimi nitampokea anavokuja, lakini sio kulifumbia macho hili swala. Kubaba senge. Madam. Kwanza naomba unisamehe sana. Unajua sikuwahi kabisa kufikiria kama tafikia huko. Yaani mpaka sasa hivi mimi siamini kwa hiki kilichotokea. Lakini naomba nikuulize swali. Kwani mimi na mapungufu? Kwa nini umeniuliza hivyo? Nimeuliza hivyo kwa sababu nilikuwa tunataka kujua pengine labda uwezo wangu wa kufikisha mwanamke mwisho wa safari yake umepungua. Sasa nimeogopa kukosea. Sipendi kukosea. Hii kiukweli fundi wangu. Nitamani ile swali lisiishie hapa. Liendelee. Mimi nakuahidi nitafanya kadri ya uwezo wangu. Hata hivyo, na mimi pia niko na ombi kwako. Ombi langu ni kwamba ili mimi niwe na enjoy zaidi, tusiwe tunafanyia humu. Bora tutafute sehemu nzuri na kisha tufanye hivi vitu. Sawa. Hamna shida, hiyo kazi na kuachia. Kweli? Fundi viatu Mungu anipe nini bibi? Mimi naomba ruhusa madam niondoke. Au unataka bado niendelee kubaki hapa? Mbona unawahi? Unawahi nini?
Mwako bwege sana. Mwako bwege. Yaani kinachonichanganya ni nimekukuta Mke wangu, kutokana na harakati za hapa na pale, kuna baadhi ya vitu nimekaa nimefikiria, na pia nimefikia maamuzi mimi nikiwa kama baba mwenye nyumba. Nimeona hapa kuna baadhi ya majukumu wewe mke wangu kama yanakushinda hivi ama kama imekuzidi. Kwa hiyo nikaamua kumuongeza huyu kijana huyu ili mradi aweze kusaidia kazi za hapa nyumbani. Kwa mfano, kuna zile safari za mbali ambazo labda alitakiwa aweze kuzifanya Siwema, nimeonelea atazifanya huyu bwana. Na hii kwa ajili ya kuweza kumpunguzia majukumu Siwema, ili mradi aweze kudili na vitu vyote ambavyo vinahusika hapa nyumbani. Lakini masuala ya usalama, ulinzi, mifugo pia hatahusika nayo huyo. Masuala yote yanahusika na masuala kwenda gengeni, sijui sokoni, sijui nini, Siwema naomba hasifanye kuanzia sasa hivi. Atayafanya huyu bwana. Na ninafanya hivyo kwa sababu ya kuwapunguzia nyewe majukumu. Na hata wewe mke wangu, sitaki uinue huo mguu wako utoke na uweze kwenda sokoni. Sijui kama unanielewa lakini. Nimekuelewa. Karibu beki tatu wangu mpya. Asante. Bwana D. Ndio boss. Ili swala wewe lisikuumize kichwa. Mimi ndo nimekuleta hapa kwa maamuzi yangu mimi mwenyewe binafsi. Na kuanzia sasa hivi naomba uanze hiyo kazi, sawa? Sawa. Usijali kijana wangu. Usijali baba. Nipo nyumbani. Mimi nipo nyumbani. Aisee, kwa kweli. Tutaongea kwa kweli. Asante sana, asante sana. Vipi binti yangu? Salama baba, shikamoo. Marahaba. Nilikuwa na wasiwasi sana baba. Maana mume wangu alitoka nyumbani kwa hasira sana. Nikaisa amekuja kuleta fujo. Mume wako ni mtu mdogo sana. Cha kwanza, mume wako kanifuata kwenye maya yangu. Kanifuata kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hawezi kufanya chochote kwangu. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa kweli amefika hapa. Amepiga tu vikelele vyake. Amebwata, lakini mwishowe akaondoka. Na aibu akaona yeye. Ameondoka nayo aibu yake. Lakini baba, nini hatima ya yote haya? Mimi nafikiri binti yangu tuachane na hayo kwa sasa. Kwa kuwa tayari ushafika hapa, wewe ingia ndani. Maana kichwa changu kwa sasa hakiko vizuri kidogo. Nilikuwa nahitaji binti yangu unipe kidogo nichangamshe damu. Ingia ndani. Hivi mme wangu, mambo yako unayoyafanya huwa unayafikiria kweli? Au unakurupuka tu? Unaniletea mfanyakazi. Mimi nimekwambia nina shida ya mfanyakazi. Kijana mchafu vile unaniletea ndani kwangu. Wa nini mimi? Mimi kama ningekuwa nahitaji mfanyakazi, ningekwambia. Lakini humu ndani Siwema ananitosha, na nilishakwambia sitaki uongeze mtu mwingine humu ndani. Umeenda kuniletea yule kijana, haeleweki. Wa nini humu ndani? Sasa mimi sitaki ukorofi na wewe Mapunda. Kuanzia sasa hivi nataka yule kijana aondoke humu ndani. Sitaki kumuona. Mke wangu,
Mimi nayafanya haya yote ni kwa sababu yako wewe tu. Hakuna mtu mwingine ambaye namfanyia haya mambo. Kumbuka nimekutoa kwenu ukiwa mzuri kabisa, mtoto wa watu. Unapendeza. Sitaki uje ufubai katika mikono yangu. Labda mimi niwe nimekufa, mke wangu. Na ndio maana nimekuletea msaidizi. Mke wangu wewe una kazi moja tu ya kuweza kunihudumia mimi. Na sio kufua, sio kufanya. Na ndio maana najitahidi kwa kukuletea wafanyakazi ili mradi usiweze kuchoka. Mke wangu, kumbuka wewe ndio la azizi habibi nyuka mkalia. Hii ni mwadarati jicho mkalia kope. Wewe ndio roho yangu. Sitaki ufubae, mke wangu. Sitaki uchakae watu wakaanza kunicheka huko nje. Alivyokuwa kwao mtoto watu alikuwa anapendeza. Sasa hivi kaolewa mtoto watu kafubaa. Usiniletee hila, mke wangu. Sijui kama unanielewa. Lakini pia nimeangalia katika engo ya pili. Huyu ni mtoto wa kike. Binti wa watu ana makazi mengi huko ndani. Mara apike, mara siende sokoni, mara ende wapi. Kiuhalisia hii haiwezi kuleta picha nzuri. Tuonekana kama tunamnyanyasa mtoto wa watu. Kuna wakati unamtuma mpaka usiku, tena safari za mbali. Akibakwa, hasara kwa nani? Ama shutuma kwa nani? Hata wewe utaonekana sio mama bora katika hii nyumba. Kumbuka tunaenda kuzaa, mke wangu. Tutakuwa tuna watoto wetu. Mungu ametujalia tumepata mtoto wa kike. Unataka waje teseke kama ubinti? Sio kweli bwana. Usinifanye hivyo. Lakini ulipaswa unishirikishe. Kwa nini ujiamulie maamuzi peke yako? Mimi si ni mke wako? Au mimi ni kinyago tu umeniweka humu ndani kwa ajili ya kulinda nyumba? Najaribu kukuelewa sana, mke wangu. Lakini hili swala halitujirudia tena. Yaani leo ndo mara ya mwanzo na ya mwisho. I'm so sorry. Unajua nini, mke wangu? Nyie watoto wa kike ni kama maua. Msipomwagiliwa maji lazima mtasinya. Haki ya Mungu nakuapia, ili swala halitujirudia tena. Ndio la mwanzo na la mwisho. Na kila kitu nitakachokwenda ukifanya sasa hivi, wallahi nitaanza kukushirikisha wewe, alafu ndio nitafanya maamuzi. Usinitie hila, mke wangu. Mfuati. Siku sawa. Haya ambayo naambiwa ndio yanakwenda kutokea sasa. Mgaga na upwa aliwali mkavu. Utaniua mimi Sharafa. Mbona kama nimesikia sauti ya mtu hapo? Mimi hapa ndugu yako Kisonondo. Nipo kwenye kifuu kaka. Umenipiga bonge la teke. Unataka kushinda, unataka kukevu. Majabula. Wewe Kisonondo? Kaka, ndo mie. Naomba nisaidie kaka. Naomba usiniache hapa ndugu yangu.